Mwanamke alifukuzwa nyumbani na mama yake wa kambo na hakuwa na mahali pa kwenda. Ghafla ya kifurushi cha hati za nyumba kilianguka mbele yake. Kwa mshangao akazichukua na kugundua kwamba majengo mengi ya kifahari yaliyokuwa karibu yote yalikuwa mali yake. Ilibainika kwamba mtoto wake alikuwa na nguvu za ajabu, lakini angeweza kuzitumia mara moja tu kwa siku. Mwanamke alifurahi sana kwa sababu alihisi hatimaye angekuwa tajiri, lakini alipofungua mlango wa moja ya nyumba hizo za kifahari, aligundua ndani yake hakukuwa na kitu kabisa. Zaidi ya hapo, alikuwa na $5 tu mfukoni, ambazo hazingeweza hata kununua furniture. Wakati huo gari lilipita karibu yao. Ghafla mtoto akaanza kuzungumza ndani ya mawazo ya mwanaume aliyekuwa kwenye gari, akimwambia asiondoke. Mwanaume mara moja akamwambia dereva asimamishe gari, akamuuliza kama amesikia sauti ya mtoto. Dereva akasema hakusikia kitu chochote. Mwanaume akashuka ili kuangalia, ndipo akaona mama na mtoto wakiwa wamekaa pembeni ya barabara. Alifikiri labda anaota, lakini mtoto akazungumza tena akimuita mara kwa mara baba. Mwanaume alishangaa sana, hivyo akamkaribia mwanamke huyo. Walipotazamana, wote walihisi kama wanajuana. Baadaye ilibainika kwamba mwaka mmoja uliopita walikuwa wamekutana na kutumia usiku mmoja wa ajabu pamoja. Mwanamke akamwomba mwanamume amkopeshe pesa ya kununua chakula. Akatoa hati za nyumba kutoka kwenye begi lake na kusema hana pesa taslimu, lakini atamlipa baada ya kupangisha nyumba zake. Mwanamume alidhani anasema uongo, hivyo akakataa kumsaidia, lakini ghafla akagundua kwamba mtoto huyo alifanana sana naye, hivyo akawaalika mama na mtoto waende nyumbani kwake, akawaandalia chakula. Baada ya mwanamke kumaliza kula, mwanamume alishuka chini kuchukua pesa za kumpa. Hapo ndipo aliona alama ya kuzaliwa begani mwa mwanamke. Alama hiyo ilikuwa sawa kabisa na ya mwanamke aliyekutana naye usiku ule mwaka mmoja uliopita. Ndipo akagundua kuwa ndiye mwanamke yule yule, na ndiyo sababu mtoto alikuwa anamuita baba. Mwanamume akamuuliza mwanamke kama angeweza kumwoa, lakini mwanamke alikataa. Alisema kwa sasa hana mpango wa kuolewa, na kwa kuwa sasa ana nyumba nyingi, anafisa kumlea mtoto wake vizuri peke yake. Mwanamume aliheshimu uamuzi wake na kusema kwa dhati, ukibadilisha mawazo yako, unaweza kunitafuta wakati wowote. Siku iliyofuata mwanamke aliamshwa na ujumbe kwenye simu. Ilikuwa taarifa kwamba nyumba zake kadhaa tayari zimepangishwa na sasa alikuwa na pesa. Alifurahi sana na akaamua kwenda dukani na mtoto wake kununua mahitaji. Walipokuwa wakisubiri teksi, mwanamume yule yule akasimamisha gari mbele yao na kusema alikuwa anapita tu, hivyo anaweza kuwapeleka dukani. Mwanamke akakubali. Walipofika supermarket, mwanamke akamuuliza mtoto wake kama anapenda chupa ya maziwa. Baada ya mtoto kusema ndio, mwanamume akaweka chupa za kila rangi kwenye toroli. Hata walipofika sehemu ya maziwa ya watoto, akachukua kopo moja la kila aina ya maziwa.